Hamjui ya kwamba wanaofanya kazi za hekaluni hula katika vitu vya nini? Vya hekalu.
Usije ukaona kwamba wanaofanya kazi ya uchungaji wana njaa sana. Ni Mungu amewapatia huo wito ndani ya moyo, wakajitoa kufanya. Na mara utakuta wengine wanaoingia bila wito wanatoka wakati bado ukiwa. Ila kwa yule mwenye wito ameitwa na Bwana, na kwa sababu ameitwa na Bwana kuwa balozi wa kusimamia watu wa Bwana, basi yeye atajipatia malisho kwa kile ambacho watu wanakitoa, ambacho kinaitwa zaka ya kwanza. Matumizi yake ni kwa ajili ya wale wanaotenda kazi kwenye madhabahu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Nafanya kuunganisha haya mambo ili tuweze kupata jambo la msingi sana. Kitabu cha Mathayo sura ya 10 na aya 9 mpaka ya 10. Mathayo sura ya 10 aya 9 mpaka ya 10. Neno la Mungu linasomeka hivi. Ndio msomo. Msichukue dhahabu wala fedha, Msichukue dhahabu wala fedha, wala pesa mshikini mwenu, wala pesa ndio kwenye mishipi yenu, wala mkoba wa safari, wala mkoba wa safari, wala kanzu mbili, wala kanzu mbili, wala viatu, wala viatu, wala fimbo, wala fimbo. maana mtendakazi astahili posho yake. Maana mtendakazi anastahili kitu gani? Posho yake. Ndio Mji wowote au kijiji chochote mtakachoingia, tafuteni ni nani humo aliye mtu mwaminifu, ambaye kwake hatapotea. unaweza kukomea hapo msomo ya kwamba yeyote anayefanya kazi ya Mungu na akatekwa kulingana na polisi ya kanisa kwamba ni mwajiriwa wa kanisa, huyo anapaswa apate posho kwa kile kinachoitwa zaka ya ngapi? Ya kwanza. Kwa lugha rahisi ni hii: anayefaidika na zaka ya kwanza inayotolewa kanisani, ambao zaka hii ametoa mchungaji na hata mshiriki ametoa, anayefaidika na hii zaka ya kwanza ni yule ambaye kulingana na polisi ya kanisa ameingizwa kwenye mfumo wa ajira. Jamani, tunaelewa vizuri watu wa Mungu? Nitalifafanua katika kitabu cha Nehemia. Utaona Nehemia baadaye anakuja kuteua pia watu wanaoitwa watunza hazina, ambao walisimama kwa ajili ya kusimamia hazina ya Mungu, ambao leo kulingana na mapato yanayotolewa hawawezi wakalipa wote watunza hazina kuanzia kanisa mahalia mpaka ngazi ya juu, bali kuna wale ambao wameajiriwa katika field, wameajiriwa katika conferences, wameajiriwa katika union, ambao hao hula kulingana na ile hazina iliyojazwa kutoka kwenye zaka ya kwanza. Jamani, Bwana asifiwe sana. Okay, usipotee katika mada hata moja katikati hizi, kwa sababu pili utakapopotea utapoteza maana ya msingi. Zaka ya kwanza tumeshaimaliza kwa sababu tumeieleza kwa upana. Changamoto iliyopo kwenye kanisa la Mungu leo na kwa mtu mmoja mmoja ama mtu binafsi ni hii, ambayo leo kupitia neno la Bwana natamani tulitatue na Bwana atupatie uamsho ndani ya moyo wetu. Kuna kitu kinachoitwa zaka ya pili. Zaka ya ngapi? Ya pili. Na nikiacha wale ambao walikuwepo, kwa sababu wanaweza kuwa na majibu, niulize wewe ambao ulikuwepo, zaka ya pili unaifahamu? Kama kuna yote ambao hakuwepo ila anaifahamu zaka ya pili, sawa. Na ndio maana Bwana akaruhusu tuwe hapa ili tuweze kuhabarishana. Tofauti kati ya zaka ya kwanza na zaka ya pili ni hii: zaka ya kwanza inatumiwa ama Mungu ameelekeza matumizi yake yafanyike kwa wale wanaofanya kazi ya Mungu kusonga mbele. Zaka ya pili ni tofauti na hii ya kwanza. Zaka ya pili inatumiwa na kila mshiriki ndani ya kanisa, lakini haishi hapo. Neno la Mungu litatuambia inaenda inaalika mpaka wengine ambao hawapo kanisani, lakini wapo katika malango yako. Bwana anasema hao wataletwa mahali ambapo Mungu amepachagua ili waweze kufaidika katika zaka hiyo ya pili.
Neno la Bwana linasema, neno la Bwana linasema, usile ndani ya malango yako zaka ya nafaka. Usile ndani ya malango yako zaka ya nafaka zako, wala divai yako, wala mafuta yako, wala wazaliwa wa kwanza, wala nadhiri zako ukazo zote, wala sadaka zako za hiari, wala sadaka kuinuliwa ya mkono wako. Lakini hivyo mtakula mbele za Bwana. Neno hili linarudiwa katika Torati ambayo tumelisoma katika Torati 14 ya kwamba utakapoiweka utakila mbele za Bwana Mungu wako, tena mahali alipopachagua. Sasa Torati sura ya 12 inatukazia tena ya kwamba utakila hivyo vitu vilivyotajwa, hizi zaka ambazo zimetajwa sadaka mbele za Bwana Mungu wako. Swali ni hili msilipounganisha, je, hiyo zaka ya pili inayotajwa kwenye Biblia ni ipi? Ya kwanza tunaona ni Walawi watakula Walawi, ya pili tunaambiwa utakula wewe na wengine wote. Tuliza sana. 17 nasema, usile ndani ya malango yako zaka ya nafaka zako, wala divai yako, wala mafuta yako, na wazaliwa wa kwanza wa makundi yako, ya ng'ombe wala kondoo, wala nadhiri zako ukazo zozote, wala sadaka zako za hiari, wala sadaka za kuinuliwa ya mkono wako. 18 Lakini hivyo mtakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua Mungu wako, wewe na mwanao, mume na mke, na mtumwa wako, mume na mke, au furahi mbele za Bwana Mungu wako. Yaani kama umeweka makini, wanaonyesha wanaonyesha watu watakaokula hiyo zaka ya pili. Katika Moja ni wewe. Mbili, wale walio ndani ya nyumba yako. Tatu, unaambiwa usije ukamsahau nani? Na mwana. 4, unaambiwa sasa inaletwa kanisani, alafu inaliwa. Si ndivyo jamani? Hii itakuwa mashahidi kwamba kuna kile kitu tunakiita sadaka, ambapo tunatoa alafu tunatoa masabato ya wageni. Watu wanakuja wana celebrate pamoja na sisi, wanakula, wanapokea ujumbe, wanaondoka.
asije akazidiwa akapitiliza. Sasa mjumbe wa Mungu anaposisitiza neno hili, yeye anayesisitiza katika vitabu vya roho ya nabii ama vitabu vya roho ya nabii ni nuru inayoitwa nuru, vinaandikwa kwa ajili ya kukielewesha kile kilichoko katika nuru kubwa, ikiwa inamaanisha kwamba nini? Ni Biblia. Kuna mafungu mengine unaweza usielewe kwenye Biblia, ukija kwenye roho ya nabii yanakusaidia kuelewa, nawe unaelewa, alafu unaamini kwa sababu ya kwenda mbinguni. Wapendwa wana wa Mungu, tunazungumza maneno haya, ikiwa uyasikia ni vyema, ikiwa uyasahau, Bwana amenituma na mimi nikung'ote mavumbi baada ya ibada hii, ya kwamba neno hili lilisemwa na kwako ni bayana na kweli, hautakuwa na excuse leo. Na siku hii ya mwisho neno la Mungu linasema watu watasimama kumwambia Bwana, hukumu zako ni za kweli na za haki. Kwa nini? Walisikia ila hawakutenda. Sasa wanaambia hukumu zako ni za kweli na za haki, kwa sababu Mungu hatahukumu pasipo na haki. Jamani, tunaelewana vizuri watu wa Mungu? Naomba nilete nukuu chache ambazo zinahusiana na swala la uwakili ili uweze kuelewa kwamba neno hili lina uzito kiasi gani. Ziko chache na kati ya hizo ni kusomee chache katika jioni ya leo, alafu nitaruka kwa mafungu machache ili tuweze kuwa na hitimisho la somo hili. Nukuu hii inatoka katika kitabu cha Ezekiel ambacho kimeandikwa Januari 22 mwaka 1895. Lakini ukienda katika kitabu cha Mashauri juu ya Wakili utakipata katika peji yake peji 68 imeandikwa hapa. Nukuu hii inasema katika sikukuu ya mwisho wale wote waliomnyang'anya Mungu katika zaka na sadaka watafunuliwa yale mema ambayo wangaliyafanya ikiwa wasingefuata mapenzi yao ya mwisho. Yaani nukuu inaweka wazi kwamba kila siku Mungu ataweka ya kwamba msije kuangalia kuna watu milioni 5 walipaswa kwa sadaka yako, kwa zaka yako waokolewa, lakini walishindwa kuokolewa. Ndipo sasa utaangalia kuna siku ile unaweza kumwambia Bwana, hebu nipatie siku moja tena nifanye marekebisho, lakini itakuwa imekwisha. Wakati ungaliko, rekebisha yaliyosalia ili Bwana akupe neema kwa jina la Yesu Kristo. Dakika hizi ni za hatari wapendwa. Dakika zimesonga sana na Bwana anahitaji wale watakaosimama katika kweli wakimwakilisha Bwana hata katika matoleo yao. Haishii hapo, kuna nukuu nyingine ambayo nakuletea tena katika siku ya leo, nayo ni hii: kumnyang'anya Mungu ni dhambi kubwa sana ambayo mwanadamu anaweza kuhesabiwa kwamba ni kosa, na hata hivyo dhambi hii imekuwa na kina kirefu sana na kuenea. Hiyo ni Oktoba 1896 ya kwamba dhambi ya kumnyang'anya Mungu imeenea sana, na tena wengine wanaweza wakaja kwa sababu mchungaji hata Mungu anajua nimepata tu milioni 1 na hii milioni 1 ndio nilipata kazini, mtoto anataka ada, mchungaji anadaiwa pale, utakuja na sababu, lakini Mungu anasema ulisahau ili hiyo milioni 1 izaliane na upokee baraka nyingine kama afya, upokee baraka nyingine kama kubarikiwa kwa neema za uzima na milele. Bwana anasema ulipaswa uanze na mimi kwanza ili njia zako nizibariki. Nukuu nyingine mtu wa Mungu inatoka katika kitabu ambacho naenda kukumbuka katika wakati huo ambayo itakuwa ni nukuu ya mwisho, kama siku ya mwisho itakuwa ya pili kutoka mwisho. Katika kitabu hiki cha Ezekiel ambacho kimeandikwa Desemba 23 mwaka 1890, mjumbe wa Mungu anaweka maneno haya: utazuia kile ambacho utazuia kile kilicho cha Mungu? Je, utachukua kutoka katika hazina sehemu ya fedha ambayo Mungu amesema ni yake? Kama hivyo hivyo unamnyang'anya Mungu na utadaiwa kwa kila senti katika vitabu vya wapi? Sio maneno ya mchungaji,
kwa jina